Oh yeah, oh yeah, oh yeah. All right, all right, all right. So yeah, we are here. Another week is up. Another week is over. Just want to talk about something very briefly, very brief. You know, as Kenyans, watu wanasema tu wamechoka. Na si baada. Hata before mtu akwambia amechoka, you just look at them na unajua huyu by the way, huyu amechoka kwa sababu ya zile vitu ambazo zimekuwa zikifanyika hapa nchini. So now last week wakati story za Ebola zikitajwa, watu wengi walikuwa wameghadhabika sana kwa sababu tayari shaamuliwa kwamba Nanyuki, Laikipia tutakuwa na hiyo Ebola quarantine center. So watu wakajam, Wakenya wakajam kwa sababu no one was consulted. Hakukuwa na public participation. You know, kitu yote ili ifanyike by right kunafaa kuwe na public participation, ndio watu sasa wa decide kwa pamoja kwamba this is what we have decided as the people of Kenya. Remember, the people shall. So the powers belong to the people. The power belong to the people. So kivyo vyote inafaa citizens wenyewe waitwe, wakuwe consulted, then kile chenye wata agree. So it is the responsibility ya yule mwenye anakuja kuconvince watu kwamba sasa make sure utaeleza watu wakuelewe na muelewane. So si story ya kuja tu useme tu ni hivi na ni hivyo. Hakuna kitu kama ya final. I like the fact that kuna waziri wa finance. Ni finance Mbadi by the way amekuwa akifanya public participation. Last year I think I participated in a physical one in Mombasa. Na akawa anazunguka hizo region aki-engage vijana, kina mama na wazee. So yesterday kulikuwa kuna moja pale X ambapo alikuwa anajibu yale maswali ambao watu wamekuwa nayo kuhusiana na Finance Bill 2026, which is a good thing. Now ikifika hii stories za health, kuna vitu ambazo zili happen zenye hazifai kwa hivyo. Ya kwanza, Kenyans learned about the quarantine center ambayo inafaa kuwa Laikipia through the US government. So jamaa US kule ndio walisema kwamba we'll have a quarantine center in Laikipia, Kenya. Then ndio sasa Wakenya walianza kuuliza, then we had now CS Aden Duale akaja akasema iko hivyo, akaitoa bunge akasema kuna story za kuongea, hiyo ni final, tushamaliza hiyo story. Akaenda kwa another interview pia akaongea. Then I think in fact our president alikuja akaongea baadaye after watu wamejam. But there is one thing ambao ilikuwa ilitajwa pale. Kuna time hapo last weekend, one of them MPs Amisi, anaitwa Caleb Amisi, huyo MP alikuwa aliambia jamaa pale X, if you give me 24,000 likes itakuwa imenipatia nguvu za kuanza impeachment motion. So you know, Kenyans unajua kisikia impeachment motion ndio hivyo. Nayo. Last time nikicheck, I think by yesterday it was around 28,000 likes. So in fact ilifika before Tuesday. Remember Monday ilikuwa ni public holiday. So before Tuesday tayari kitu kishatiki kwamba impeachment motion kulingana na vile alivyokuwa amepost ishaweza. So bado yeye aende akatable na vitu kama hizo. But then you know vitu nyingine huwa wanaongea, then kuna mipango. And I remember there are some tweets. This case tweets ni wale wenye wanaweka wako pale Twitter. Zamani kwa kitu Twitter pale wenye wako X. Walikuwa wameongea sana tu, a good number of them by the way. Wakawa wanasema, do you think impeachment motion ni rahisi hivyo? Haiwezi kuenda rahisi nini? In fact bado lazima ipite kwa the Senate, the speaker. Speaker sasa yeye ndio ataona kama ataitangaza ama itakuwaje. Yani in short, you do not just go to the parliament alafu wewe usimame tuanze na vitu zako. Kuna procedures zenye zinafaa kufuata. Na sasa hapo ndio Kenyans are becoming very fun.
because jamaa walicheki wakaona sasa imekuwaje, ama was it an inaitwaje farming, engagement farming ambao MP alikuwa yatufanyia hapa, because wamezoea ukiwaambia kitu ufanye ishe hiyo story, si story ya kwamba utaambia then uanze kuwazungusha hapa na pale. But the MP alisema kitu chenye nataka, I need time now, which brings again some questions za kwamba mbona sasa hakutengeneza then akawauliza, alafu sasa ndio kitu iran hivyo fast. So akasema he needs time so that aone vile ambavyo ata prepare kitu ambayo itakuwa ina hold waters. Of course, you know, if you prepare your bill ifike huko kama sijui ndo motions ama wanazihitaji wenyewe wale waliobobea wanavijua vizuri, kama ni kitu yenye itakuwa ovyo ovyo yenye haikai na weight mzuri ile yenye na deserve, then unajua kabisa hakuna mahali inaenda. So he was right kwamba lazima tengeneze kitu ambayo ita make sense na watu wengi watakuwa hawana maswali mengi, so itakuwa kitu yenye inaweza sail through kwa uharaka zaidi. So that is the position ya story za impeachment. Lakini pia najua Wakenya bado wanauliza ama jamaa alikuwa farming hapo. Unajua kule ukipost vitu vikitrend, Elon Musk na yeye anaweza tokelezea akakujenga kama so kitu kama hiyo. Kuna pati pale wanasema Wakenya wengine walikuja wakasema bwana hizo vitu si rahisi, lakini Kenya zinaonekana nani jamaa yuambiwa si rahisi, you won't just wake up and start an impeachment motion uipeleke bunge ipite and things just shine. Wakenya jamaa wanasema huyo ni NIS, let us cancel him, sijui nini. But yani kuna kitu ambayo mimi sijawahi elewa na sisi wa Kenya. There are a lot of issues that are happening, alafu sisi wenyewe na tuko like kutotakatue kule because a lot is happening. Kama sasa tukiangalia finance bill iko hot, lazima watu waongelee mambo ya Ebola hivyo, mambo ya watoto kuchoma mashule same thing. So unacheki sasa tufanye nini? So unapata watu mara wameingia huko, mara wamerudi kule, mara wameenda kule. Hapa inakaa kidogo kitu noma, lakini wacha tuone venye itasonga. Let us see kama next week itakuwaje. Tayari wiki ishaisha, kuna impeachment motion yenye imefika. Probably next week itakuwa, then tuone kile chenye tafanya, ama hata maybe after next week. Sasa sijui kama Wakenya wataamini huyu jamaa ama itakuwa vipi, lakini let us sit, relax, subiri, basi pia tufuatilie vitu ndio ili ikifika hizo time tusikue tumechemka.